of Judah, we worship you, Lord. Oh, come, Lord. Lord, we receive you, Lord. Oh, we worship you, Jesus. You are highly exalted. Umeinuliwa juu zaidi, Mfalme. Bwana Yesu, Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Bwana umeinuliwa, Bwana umeinuliwa, Bwana Yesu katika kiti chako cha enzi. Yesu umeinuliwa juu sana, umeinuliwa katika kiti cha enzi. Bwana umeinuliwa juu sana, There's none like you, my Father. There is no one worthy like you, O King Jesus. This morning you are happy. Lord, we praise you, we honor you. We worship you. O King of glory, Hallelujah. we say thank you for all that you have done to us. Hallelujah. Our hearts are heavy with thanksgiving. Hallelujah. Lord, if it were not you on our side, the enemy could have devoured us. The enemy could have destroyed us. The enemy could have walked in glory for what he has done to us. But because you are with us, because you are on our side, we have seen victories. Yes. We have seen greatness. Yes. We have seen your work in our lives. Father, we bless you. Yes. This morning we choose to praise you. This morning we choose to worship you. You alone, oh God. You alone, you are worthy of our praises. Yes. You alone, you are worthy of our thanksgiving. Yes. You alone, you are worthy of our hearts and our lives. Yes. Oh Lord, we say thank you. Yes. Because you are worthy. Yes. Because you are able. Yes. There is no one we can compare you with. Yes. There is no one on earth and in heaven we can compare you with, oh God. Father. You are Almighty God, yes. A man of war, yes. Oh King of glory, the Lord of all the lords, yes. The King of kings, Almighty God, you are the just King. This morning we choose to honor you. Yes. We bow to you, oh Lord. Yes. We bow to you, oh King Jesus. Yes. Thank you because you are able. Yes. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. We thank you. We bless you. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. We thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Today I choose to speak in one language.
Because I'm very short. 1, 2, check. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wangapi wamebarikiwa na hiyo worship in the morning? It is powerful. Ni njia iliyo nzuri na ya nguvu wakati tunamwimbia Bwana. Wakati tunampatia mioyo yetu. Wakati tunampatia sifa za kutoka ndani yetu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Fungua mdomo na usema amen mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mtu akianguka chini anasema baba minto. Amesifu nani? Amesifu nani? Na mtu mwingine akipiwa anasema tata ngonye, baba yangu nisaidie. Anataka baba gani huyo? Baba wa kawaida msaidie. Lakini sisi leo tumeamuka asubuhi tukisema Yahweh you are able. Yahweh you are worthy. Yahweh wewe ndio kiongozi wetu. Hallelujah. Leo nataka tusome katika kitabu cha Mwanzo 29 mstari wa 31. Genesis chapter 29 verse 31. Genesis 29 verse 31. Tunawakaribisha wote wanaotutazama na wanaotusikiza, tunawaambia karibuni sana katika ibada yetu ya siku ya leo. Tunawapenda na tunawaenzi na tunawaombea sana, na tunajua kwamba siku ya leo Bwana anaenda kutubariki, haendi kutuacha vile tulivyo. Baba wetu si baba ambaye anaacha watoto wake, si baba ambaye anaruka watu wake. Tunamsifu Bwana, tunamtukuza Bwana ambaye anatukumbuka kila wakati. Ambaye anatukumbuka kila wakati. Tunapomuita ukweli anatusikia. Tunapomtazama hakika hawezi kutuacha. Anasema je, itaweza kuaje baba aombe mtoto wake mkate halafu ampe mawe? Amuombe samaki ampatie nyoka? Itawezekanaje? Halafu anasema kama baba wa mbinguni, baba wa madunia hapa, anajua kuwapatia watoto wake zawadi zilizo nzuri, niache mimi baba yenu, baba wa utajiri wote, baba aliye na utajiri wote duniani, anaweza aje kutuacha? Huyu baba anaweza aje kutuacha? He's asking that question. Wewe mama ambaye uko hapa unisikize, Mungu anakuuliza hiyo swali kama kitu fulani. Iwache Mungu wa mbinguni ambaye ako na utajiri wote hataweza kutuacha? Tusiwache, tusimfanye Mungu haonekane kama Mungu ni Mungu mwenye hasira, Mungu mwenye ambaye hapendi watu, Mungu mwenye anataka kuumiza watu. Tunamwabudu Mungu ambaye ni mpole. Hallelujah. Mungu ambaye ni nani? Ni mpole, ambaye ni mwingi wa huruma, ambaye ni mwingi wa upendo. Haya, tuende katika kitabu cha Genesis, Mwanzo 29, tusome 31. Nataka tusome pamoja leo. Wale ambao wako na lugha yoyote waweze kusoma. Tafadhali mtu achukue mic moja kwa wahubiri, yani wale ambao wako na Bible tuweze kusoma. Yes. Patia Abam aweze kusoma. 29 verse 31. Omochakano merongevere na kianda merongetatu na yemo ekero monena aroche ngale atanchiri akaigolenda yaye kolendera eli akagomba. Nani ako na Kiswahili? Yule ambaye ako na Kiswahili. Nani ako na Kiswahili hapa? Anyone with Kiswahili? Okay. Biblia inasema, and when the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb, but Rachel was barren. Wakati Mungu alimuona kwamba Leah amedharauliwa. Sikia neno. Wakati Mungu aliona. Leo nimeanza kwa kuambia kwamba Mungu anaona. Hallelujah.
Mungu anafanya nini? Anaona. Mungu akaona kwamba Lea amedarauliwa. Tazama, tukiangalia katika story ya hao wawili, Yakobo alimuona Rachel, akampenda. Biblia inasema Rachel alikuwa ni mwenye kupendeza. She was very beautiful. Alipendeza. Alikuwa na sura nzuri. Na Lea alikuwa na macho yenye imefungwa. Hakukuwa anapendeza sana. Biblia inasema wakati Yakobo akamwendea babake mkwe, akamwambia, mzee, naomba unipatie huyu msichana ambaye anaitwa Rachel, nimuoe awe mke wangu. Biblia inasema babake mkwe akamwambia, wewe utanipatia nini? Kwa sababu kuna wa kulipa mali. Yakobo akasema, mkubwa wangu, nipatie ruhusa niweze kufanya kazi miaka 7. Mwanaume akafanya kazi miaka 7, achukui msahara. 7 years anafanya kazi. Kama ni wanaume wengine wangemuuliza, atoli chara, wewe ni mchinga sana, unafanya kazi kwa sababu ya mwanamke wewe. Lakini Biblia inasema alifanya kazi miaka 7 na akapata bibi. Siku hiyo anafanya harusi, yule mzee akafanya ukora, akafunika wale wasichana, badala ampe Rachel akampatia Lea. Naye akakasirika, akasikia vibaya, akauliza, mbona umenifanya hivi? Akaambiwa, katika jamii yetu kama unataka bibi lazima uanze na msichana wetu wa kwanza. Wezi wa mwisho na uache wa kwanza. Wezi wa kwanza wa mwisho uache wa kwanza. Biblia inasema na Yakobo akamwambia, ninakuomba tena unipatie nafasi, nifanye tena kazi miaka ingine 7 kwa yule ambaye nampenda. Msichana ako hapa na mvulana ako hapa. Wakati unapenda mtu, do what you can. Fanya kile unavyostahili kufanya upate huo upendo. Shida yetu, watu wengi wametaka vitu ya olera. Unataka kuchukua msichana wa watu bila ng'ombe. Unakaa na yeye miaka, umesalisha yeye watoto, unauliza, nipatie baba yake ng'ombe ama niwapeleke watoto shule? Wewe ambaye hujafanya kimira, fanya hiyo kimira kwa sababu it is biblical. Praise God. Praise God. Biblia inasema akafanya kazi. Hapo sasa ndio nilikuwa nataka kusema. Huyu mwanaume anafanya kazi miaka 7 akiwa na bibi mwingine nyumbani. Sijui wanawake wako hapa watasikiaje. Kama kufanya kazi na mwanamke, yani bibi yako anaweka nguo asubuhi, anafaa vizuri, anaenda kazi, unamsimamisha hapo, karinchuga. Unafaa aje hivyo? Unafalia nani vizuri hivyo? Unafalia wanaume wa ofisi. Don't we have men like that? Now this is rare. Ako nyumbani, anaona mzee wake anaenda kazi miaka 7 bwana. Miaka 7. Na yeye ako na pipi nyumbani. Hata akuli chakula yake. Mjamaa anaoshewa nguo, mjamaa anavalishwa, mjamaa analala kitanda, lakini hataki huyo mwanamke. Mwenye anataka ni yule mwingine. Wakati Mungu aliona hayo madharau. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu aliona hayo madharau, akasema iwezekani. Huyu ambaye umepigania miaka 7, nitafunga yeye tumbo yake. Hataona mtu anaitwa mtoto. Sikia, Lea akapata watoto. Nataka ujue mtoto wake wa kwanza anaitwa Reuben. Biblia inasema Lea akasema, and God has given me a son. Mungu amenipatia mwana. Unajua kuitwa mwana ni kitu ya mchezo. Abraham alikuwa amekaa kwa nyumba, akaangalia hivi ana watoto. Akaona mtoto wa mtumishi. Akauliza Mungu, uchanipatia mwana? Huyu mtoto wa mfanya kazi ndiye atakuja kuchukua mali yangu.
Akamwambia, hapana, nitakupatia mwana. Kuna tofauti ya mfanyakazi na mwana. Na pia kuna tofauti ya mtoto na mwana. Mwana ni mwenye amependwa. Mwana ni mwenye amepata kibali. Mwana ni mtoto ambaye ako na urithi wa baba. Haleluya. Mtoto ambaye ako na urithi wa baba ndiye anaitwa mwana. Yesu Mungu akasema, huyu ndiye mwana wangu wa pekee ambaye nimependezwa naye. If you have to work hard kukuwa mwana. Haleluya. Fanya bidii uwe mwana. Sio wale watoto wanasumbua sasa. Hao wanaweza kuwa watoto wako lakini sio wana. Takuja kuhubiri Yesu kumoja. You can be a child of so and so, but you cannot be a son and so and so. Juzi kuna mzee amekufa anaitwa Kibaki. Alikuwa amepata wasichana na watoto wake. Rais wetu Kibaki alipoandika will, alisema ni watoto wangu peke yake, my sons and daughters, who will get my shares, not son-in-laws. Not what? Son-in-laws. Not neighbors. Only my children. Biblia inasema Lea akampata Ruben. Akaenda tena chini, akampata Simeoni, ambaye akasema, tazama, Mungu amenisikia. Haleluya. Mungu amenisikia. Mungu akampatia Lea mtoto ambaye anaitwa nani? Mungu amemsikia. Haleluya. Akaenda tena chini, akapata tena mtoto, akamuita Levi. Huyu ndiye baba ya Walawi. Huyu ndiye baba wa wachungaji. Huyu ndiye baba ya watoto waliotumika katika hekalu. Akasonga chini pia, akampata Yuda, ambaye akasema, Mungu nitakuinua, I will praise God. Mungu akampata Yuda. Haleluya. Akampata Yuda. Kuna watu, sikia, Lea alidharauliwa, lakini Mungu alifungua tumbo yake, akanyana 4, watoto 4. 1, 2, 3, 4. Hata ukiwa kwa uwanja mnapiga mpira, Bishop, mnapiga mpira, ufungwe goli 4. Hakuna haja ya kutafuta goli nyingine. Hata wale wamepigwa goli 4, hakuna haja ya kufanya nini? Ya kutafuta, ni kurudi nyuma tu kujaribu kuzuia isiingie nyingi. Ama naona gani? Wakuchukua goli 4. Kuna haja uende mbele kutafuta goli? Hata striker anarudi wapi? Nyuma kuzuia isiingie nyingi tena. Huyu alipata 4. Alidharauliwa, lakini akapata watoto 4 waliokuwa na machina kubwa kubwa. Biashara yako inaweza kuwa inadharauliwa huko penye umesiweka, lakini siku moja hiyo biashara itaanza double. Wataanza kuona wanapanua na kilero yaba. Kwa hiyo ile ulianza na supana moja wiki, supana moja zitaanza kuwa supana 10. Wataanza kuwa na supana zinaanguzwa kwa duka. Wanaona unachukuliwa, unaenda mahali, unaenda kufanya kazi. Wewe sikia, kudharauliwa kwako Mungu amekuona, na anasema it is done, it is over. Mungu ameweka ndani yako ile favor ya kukuinua, ya kuendelea. Shida tulio nayo ni kuvumilia, tunauvumilia. Praise God. When the parts, wakati unajua Biblia inasema wakati Rachel aliletwa kwa hiyo nyumba, labda kulikuwa na sherehe nyingi sana. Kama namna gani? Kuna rafiki yangu, sijui kama alifanya vizuri ama mbaya, alikuwa na wasichana 4 pia. Alafu mama akapata mtoto mfulana. Nasikia kulikuwa na sherehe kubwa, paka akanunulia mke wake gari. Ati umefanya kitu. Yenyewe ni ukweli, amefanya kitu. Hawa 4 sio kitu. Wamama wako hapa. 4 sio kitu. Si alienda akatoa mtoto na uchungu yote. Sio kitu. Utafikiria acha hao watoto wengine wataona namna gani? How will they behave when they saw
that when their son came, that's when their father bought a car. Mimi ningekuwa huyu kwanza mimi naenda kununua gari kwa Mama Ruth. Mchangire. Simunichangie niende kununulia mke wangu gari. Kwa sababu hakuna acha ungoje mwingine akuje ndio ununue nini? Gari. Sasa kununua first born, Bishop, nunulia mwanamke first born, mnunulie gari. Ya pili mnunulie pikipiki. Ya tatu mnunulie baiskeli. Kwani iko nini? Unangoja sana askam, unanunua gari. Kuna madharau wengine Mungu anaangalia kutoka mbinguni. Anasema it is over. Kuna watu ukitoka, watu wanakuangalia hivi ngabona unaenda kanisa. Wanakuangalia paka unaenda, paka unauliza, hii ni nini nilikuwa nimevaa mbaya hivi? Huyu mtu ananiangalia hivi. Lakini ni madharau. Wewe umesimama kwa watu wanakuangalia kutoka juu mpaka chini. Mtu anaongea anapose. Kai, hivi hatu ni ngapi? Mtu anapose, anakuuliza maswali. Kuna watu wamekaa hapa na wengine wananitazama, lakini madharau yao imekuwa mingi. Wamedharauliwa kimasomo, wamedharauliwa kibiashara, wamedharauliwa hata kikanisa. Wewe watu wakati wanasema tutoe kitu, wanajua huyu hakuna kitu anatoa. Hawa hakuna kitu ugendongeyo kerega. Kuna mtu alikuwa ananiambia tuko na kanisa, watu wanajidharau tu. Watu wanafanya nini Bishop? Wanajidharau. Wanasema wale matachiri, wale walimu watatu wameandikwa kwa hiyo shule, wakitoa sadaka wako turuirani. Yaani wamejidharau tu. Wao wanajua ati wiki akitoa ametolea watu 10. Mtu moroche ntobwati, sisi hatuna kitu. Sikia. Madharau mengine lazima ishe. Praise God. Kuna madharau wengine Mungu anaangalia kutoka mbinguni. Katika hii maisha usiwahi mdharau mtu. Katika hii dunia mtu yeyote ambaye unakutana katika maisha yake usimdharau. Usimwangalie chini. Usimkanyagie. Kuna watu mmepewa nafasi katika maofisi. Mmekanyagia wengine na mnanisikiza. Kimsaara mmekanyagia watu. Promotion mmekanyagia watu. Kibiashara, mtu alianza biashara mnakaa na yeye. Kazi yake ni kumchongea. Waacha msichukue hiyo nyama. Hiyo nyama anachinjanga kondoo. Wewe ni yule mtu wa kusema huyu hajui kutengeneza gari. Huyu ni nini anakutengenezea? Huyu anatengenezanga na anawacha manati zinakuanga rushi. Sisi kwingine gari iliua mtu keroka kwa sababu ya gari ya kufunga baya. Wewe hujui huyu mtu apikangi ugali buri. Wewe umekaa kazi yako ni kugandamiza biashara ya watu, kudharau watu. Hauoni kwamba wao watakuwa kitu moja. Nataka kukuambia there will be a moment in your life. Kuna wakati Lea atakumbukwa katika maisha yako. Lea atakumbukwa katika maisha yako. Haleluya. Kibiashara utakumbukwa. Kikazi utakumbukwa na utaenda mara 5 mpaka juu mpaka watu waulize huyu ni kama anajuana na watu. Ni kama anajuana nani? Lea alipata wanaume 4 ama sacha 4 before lecho hata tumbo ifunguke. Na hata Biblia inasema haikufunguka mpaka mtoto wa huko chini. Mpaka wakati alipata mtoto wa huko chini ndio alipata kufunguka. Alienda akaleta neighbor, tafadhali ni ngonya gaki. Inga ya nango siriri. Si inchua haba. Nchonkonye. Musubati yole yango chale bubi. Nonya kole yuka. Hata kama uko hivi, Mungu anakuona. Biblia inasema Lea hakukuwa na sura mzuri, lakini alitoa wanaume sura mzuri. Biblia inasema Yuda ndiye simba wa Yuda. Yesu Kristo ni simba wa Yuda. Haleluya. Na alitoka kwa nyumba ya mtu ambaye amedharauliwa. Akamoka onkuru karase. Kuna kale kenye katatoka kutoka kwako, katoke kama msale, na watu hawatakumbuka machungu yako. Wataona yale Mungu ametenda katika maisha yako. Haleluya. Asubuhi ya leo tujue kwamba Mungu anaona. Anaangalia machozi ya wale wamedharauliwa. Wale umekanyagalia chini watainuka siku moja. Praise the Lord. Watainuka kifedha. Watainuka katika kijamii. Hakuna gari imekuja kwako.
Kuna watu ambao wanasema hawa hata baisikeli huwezi kufanya nini kukuja kwako. Bishop, leo pikipiki zinaenda mpaka kwa nyumba za maskini. Pikipiki ziko na engine. Si pikipiki iko na engine. Ni zinawashwa. Haleluya. Hapo ni penye walisema hata baisikeli itakuwa, lakini pikipiki siku hizi hata kama ni samba na usasi hiyo kitu inalia kutoka kwako. Haleluya. Usidharau ile kuinuka kidogo. Ukiona pikipiki yako sema haleluya. Hii ni mwanzo yangu. Kuna wanaume walikufa bila hata kuona likorokoro. Hata wili paro kwako wewe umeanza na shukuru Mungu na hiyo. Hata kama ni ya jirani pora alikupatia na lala kwako hakuna shida. Haleluya. Walisema hakuna kitu itaenda kwenu, si pikipiki inaenda mpaka liko juu. Siku hizi inapanda hata ghorofa juu. Hata kama ni ya mtu amekupatia, wewe ambia Mungu asante. At least kitu ya engine inalala kwako. Kuna watu walikufa bila hata kuona pikipiki baisikeli kwao. Haleluya. I am praying and prophesying rare moment in your life. Hile kudharauliwa lazima itafika mwisho. Bishop mwingine alikuwa anasema usifute namba yangu ya simu. Kuna watu tulifuta namba zao za simu wamekuwa kitu mpaka unashindwa kusema ulinoyo minto. Wakati walikuwa na wewe uliwadharau. Wamefaulu unaanza kutembea kwa masoko ukisema ulinoyo minto. Ulinoyo ule ni kaseni yangu. Kuna mtu alikuja kwako kukuomba pesa, ungemsaidia. Sasa amefaulu na yao mwisholi hawana tumatiri mtu akachezera na shukuru. Tulikuanga na wewe bwana, mbona sasa unataka kuniepa? Juu mtu amepata green card. Haleluya. Umeona watu wanapata green card vile wanakuwa wako runkalega, wako ndaza tabara basi. Ngibonoge kala America. Wala wetese na ndo bago chamba bwate kesongo. No ne Kiswahili hao tanga tukuche tuenda tukuli. Hali kesoli yetekewe. Hago cha kuara nga yomer what's up I'm again. Hago tenda mutuga o muntu tetekera asisano. Igago tene naga na ndo tuganye tato edora twespi. Nyasaye ngwetiara kamoiga kabekase. Haleluya. Ngo kabeka arase. Labda huyo mama umesikilia umeta abantu mbara bakungu babo na ubagwenta kubaitia. Lakini baba finyeire. Umefinyiria pipi. Ngo irarega. Dalibo. Praise the Lord. Hallelujah. Karikata arenge go isibi bono na kugago isibi karavete. Kagwita ngacha cha ngwe baba olino mwana ke muntu ngaye baba. Tata ngeka akora ngagenda Dubai gari eri baba ona iranire. Ochenje iri mama mwabetirisa. Hallelujah. Nga baba mama mwaboli baba kaonirie mboga manye mboga. Rero igakare gotene bucha ria otebe mbutolere yeta bwatiri uga. Kwalira mauga paka. Oko chiko tene bucha ria kabata haya ile ngango kubutolera. Haya lenga ile ngango karaki. Haya lenga ngango kubutolera baba. Nando gukwana ngoranga mbutolera haya ikomi. Aye nkwana gukwana liogi ese bucha ria. Igora kwa mbutolere ria elio ria isano. Kwalire ria anayo guchokoneria mauga. Moroche. Fanya hivi. Yuko kote ne duka wakati watu wamechaa kwa duka wewe ni ule unauziwa wa mwisho because ni deni. Leo vyanza hapa. Ase kitabu kelia ile kitabu leo nifanyie nini? Mentale sukari ya 30. Yaani wewe hakuna ile siku uko confidently unasimama kwa duka unaambia mtu nipatie sukari kilo 2. Nipatie mafuta, nipatie hiyo nyingine. Wewe ni ule wa kungoja watu wanaisha wote kwa duka. Ndio unaanza. Wana lende. Mimi naomba Mungu siku moja mkutane na ule aliye kunyima deni. Yule ambaye alikunyima kitu. Ukichaza matroli 5. Anga yangu wa Amerika. Nyasaye ngo tumaro ndiga watondire mono nuruchiwe Nyasaye na kuroche. Haleluya.
anakuona na atakeusa hiyo hali. Utainuka. Biblia inasema na mti uko na tumaini ambao umekatwa kuinuka. Ndio, uko na tumaini la kuinuka. Hata wakati ulikuwa umekauka, tumati tukianguka juu, Biblia inasema ule mti utatoka. Na ukitoka, unatoka mti msafi, mti ambao una ugonjwa. Wanakoro mulingamu kuruasa mulingamu kwete. Wanakoro no okolileta. Ule smart, kwaso nguse go mwana kebuko gaweta mat. Ando tabule motoliga. O mwana ibiboko bwo motoyi, igawete sabu na ndaite pia nyore Mtoto ngororogete. Mungu atainua watu kutoka kwako. Praise the Lord. Na atakuinua mara 4. Kabla hata jirani yako anze. Walienda huko juu wakacheka kutoka juu. Ligere lia machara alinsali. Nyinyi hamtakuwa kitu. Nyinyi you cannot mount to anything. By the way, kuna watu wako huko juu, wao wanawaona ni watu wa vibarua. Wakati anatafuta mtu wa kwenda starehe, anajua penya anaenda. Watu wa kufanya vibarua anajua ayeke mtu ama wonono karao mambingaki. Nyinyi nyumba yenu ni ya vibarua. Yes, ke mtu etakuwa chaiga. Etaigese sete kolia. Aine sese yoke kulikuwa ni nse. Yaani wewe umefaa paka kitu tu inaweza kukula ni umbwa. Ese era kulia ense ne ese era kulia. Tigo mwana Nyasaye akurushia sense hiyo. Paka no yabaro gimba kulia. Usitarau mtu wako na wewe. Usitupe simu yake. Hata mimi yangu msitupe hivi karibuni. Uwezi chua. Ngoyo orole inko irua State House nje ngoboka maambina saba. Uta serikali enechi asra. Hallelujah. Konya gogo ntarauga. Igonkora ni toli gota amen. Igoroje na kyo musacho lindi yako rwali. Konbe kunda ase pakosoke kondora. Ondorale gao sokana. Hallelujah, tumwimbie Bwana. Igote ne inogo na wakoraiga. Maambingo be kwale asagotera eole rasmotere. Upenda usipenda utaifa. Kwa sababu atawekwa mahali penye utamdharau. Yule Naamani ambaye alidharauliwa, mwanaume anaamka asubuhi anaweka mkono hivi na licha karuge sieli. Kesa aliwekwa amewekwa kwa punda anatembezwa. Na huyo kumtalilo huyo mchaete. Kwa nako ande kiosi kio mtoto wenga ngebi interviews bibire machiwa saide ngabire. Aliga. Kuna watu ambao ni perenyo, yani wana despise watu. Biblia inasema wakati Mungu alimuona Lea amedharauliwa, alifunga tumbo yake na akafunga hii nyingine. Mungu hana upendeleo kwa kufunga hii nyingine, ni madharau inafanya. Hata Mungu anasema wewe kaa kwanza. Hallelujah. Wewe umeenda job, wewe umefaa, unaambiwa wewe toka. Wewe enda kwa kazi ya watchman. Kuja. Na ene hata kiparua wakati watu wanachaguliwa wakulima vizuri. Wewe unaambiwa wewe kaka, kenda kacha. Hayaka roko limogo tigevi. Kuna mtu amekaa hapo na muangalia hivi. Mtu atoke kwa mlango apate mmekaa na yeye, utatoka. Uende kujiweka kwa wale ambao wananuka perfume. Huyo mtu ambao unadharau atainuka siku moja. Utaomba. Kuna mtu hapa kijana Kitutu Chache Sauti ambaye ni Kibagendi. Nimemleta hii kanisa, si ni kweli? Mnakumbuka nikimleta hapa? Ameomba kura, amedharauliwa. Watu wanasema huyu ni mtoto wa msichana. Hatujui kwao. Huyu ni bure kabisa. Sasa yeye ndio mbunge wa Kitutu Chache Sauti. Upende usipende, mtoto wa msichana, mtoto wa mama hakuolewa ndio mbunge hapa. Utaenda kwake, umatawi ngumu mheshimiwa gaki nge pasali. Nge pasali. Utaenda huko, mtapewa watoto. Afadhali ukufe na mtu badala ya madharau. Mungu apende madharau. In fact hii serikali yenye ya Ruto iko hapa, kitu hata imemweka huko uongozi ni madharau aliyoonyeshwa.
Wachana na hata vitu vingine ati alipirwa kura ati ni madharau. Alionyeshwa madharau ukweli. Watu wameonyeshwa madharau. Unafungwa, unawekwa ndani, unakuja kusomewa mashtaka Monday. Saa hii ndio president. Ule mtu ambaye hatajui kufunga koti. Sasa ndio deputy president. Ndio deputy. Yule ambaye anachofaa na kutembea is opposition na nyumbani. Usilete madharau. Mungu anaangalia. Hata Biblia inasema wakati Babylon walichukua Waisraeli wakawateka nyara, Mungu ndiye alipatia wa Moab, Mungu ndiye alipatia wa Amoni, Mungu ndiye alipatia wa Filisti, Mungu ndiye alipatia watu nafasi kuteka Waisraeli nyara. Lakini walipowateka nyara wakaanza kuonyesha madharau. Mungu akasema, sikukupatia nafasi ya kuwadharau, nilikupatia tu nafasi ya kuwachapa na kuwaumiza, sio kuwadharau. Mungu akainua tena watu kama Samsoni. Mungu akainua watu ambao kama Baraki, watu walioinuka na kina Josephat, tena wakapiga hao maadui wenye Mungu aliinua kuchapa hawa. Wewe wakati umeinuliwa, wacha madharau. Wakati umeinuliwa, wacha nini? Madharau. Huyo ambao na dharau ndiye atakuwa juu yako kesho. Value people. Look at them. Appreciate them. God wants you to love others as you love yourself. Wacha class. Wacha nini? Class. Wachana na class. Class itakuweka chini. Biblia inasema haijalishi umeenda juu aje, lakini ukiwa na madharau nitakurudisha chini. Nani anarudisha mtu chini? Nani anarudisha mtu chini? Mungu. Nani anainua wanyonge? Usimuone mnyonge mdharau. Kako goraga sukari ga 10 bob, ka 50 budget ya 50. Motanya sana go wanted. God multiplies. Biblia inasema wakati Elijah, when Elijah went down to the Seraphat, that woman Serafata, ule mama wa Serafata, Biblia inasema ule mama alimwangalia na hakumdharau. Alimwambia karibu. Elijah akamwambia nipe kitu uko nao nikule. Alimpea kile kitu cha mwisho alikuwa nacho. Praise God. Biblia inasema na akabarikiwa. Na amebarikiwa. Mungu awainue na awaokoe, awalinde. Huko penye Mungu amekupanda, panda wengine. Wekelea mbolea. Ule Mungu alikuinua ndiye atainua wewe wa chini. Umuntu naruma ete kwende nyumba y'abantu no walki. Personal walk ile maombi ile ya kutembelea watu. Anapewa maji alafu anaangalia kikombe mwenyewe. Anaangalia hiyo kikombe. Hata nje kwanza ananywa maji kuruwa sinaru. Unafika tu kwa hiyo nyumba unasema haleluya. Mmoja kwa ishughulikira. Yaani hata achaambiwa kama kuna food hiyo nyumba hata hakuna, ameanza tayari ndio mmoja kwa ishughulikira nje na aletera masaboka ga. Siku nyingine utarudi kwa hiyo nyumba na utaambiwa ngoja nikufungulie gate. Kuna nyumba ambazo hasikukuwa nyumba, lakini zimekuwa nyumba. Kuna nyumba asingekuwa nyumba, lakini zimekuwa nyumba. Kuna wale waliokuwa wanaombelea, wanaomba kiberiti, anaomba anasimama ile sema mama antabiye ongobosi kwa mwobosi. Anda antabi ongamabuta kwa mabuta. Anda antabi ongechumbi kwa mwejo. Anda kwa anda ngobolia no wate kiberiti. Kwa Taurora gaki gonde too much. No gwate kanyanya iga. No twale kanyanya no anaka. Akitorora bube omene eri kwagurite goro. Chati garite. No ngabo bere ganchi kuburuka. Na wale watu ambao wao mafuta iko kwa nyumba, hata wengine wanakaa hapa. Wanaenda wananunua mauga, wanaweka ndani ya chungu. Kazi yake ni kuongeza mboga kila siku kutoka juu.
Leo wako hapa, wako na watoto wanapigiwa saa 2 gawa tavinga. Ngoja kidogo. Mtoto wangu ananipigia kutoka wapi? Amerika. Gwaka runde simu kala tika saa 2. Aro. Mungu ameinua malea wengi katika jamii. Praise God. Kuna wale wamesema hatakunywa mpi. Wewe huwezi olewa. Hayango kwerole sini. Watakufia kwenu. Mungu analeta wako. Mungu anakuletea wako. He is bringing to you someone. Mwenye atakutunza mpaka utakuwa msichana mdogo. Praise God. Hata waliotangulia wamepewa vikombe ngapi? Wewe ulitangulia kwao umepewa vikombe ngapi? Madharau wacha. I'm praying to God tukue church ambayo haina madharau, haina class. Kifika matanga ya mtu ambaye ako juu sana, watu wanatoka huko na arule chiringi 10 na arule chiombe na arule chirigu. Umotaka watana ki? Watoto moyo magende. Wacha Mungu atusaidie kuinua walio chini. Tuchangie watu ambao walienda hawana school fees. I'm praying to God that God will help us to be an answer to others. Not to despise them, but to clean them, to wash them, to make them good. Hallelujah. Kama kuna nguo nyumbani na unaona mwingine hana, mletea nguo badala ya kumchekea. Usimlichekee, mfanyie kitu. Biblia inasema, acha nikwambie ndugu yangu, yule ambaye unadharau kwa gate atakuwa mfalme. Atakuwa kitu ya maana. Atakuwa mkubwa zaidi. Na utastuka, utakuwa na shida ya kumwendea. If God has crossed you, kama Mungu ametuweka hapa na wazee hawa, tupendane. Ujui mimi naenda wapi kesho. Ujui namalizia wapi. Build one another. Chenga mwenzako, muongee vizuri. Wacha kumpomoa. Sababu ujui anaenda wapi. Safari yake inaenda wapi. Na watawiga na wora andolega on pastor yalega. Mambingo miaka ya nene meke na I'm flourishing. Praise God. Na rolio tata ki pastor umeto pastor taruwe tinyangori. Ngogo tenga nyangori okabakuru. Tinduwe tipako. Tinduwe ti asenko ndwete. Ngogo tenga aliyo kanwa bakuru aba bantu. Tokonyora ndwete asegete. Tokoja konyora mambingo kira chweti nkolikwe county. E chaplain yake. Ye county osinyuko ngicheranga ncho chote bizimba cha kutochangira. Osinyuko approach. Abantu aboro chega ngo chonyoro kwa bikirunga managing director Kenya Power in charge of wiring. Iko tuona ugo chayaga no tokutubikira wiring yecho ngoya yako beka chia gwatana. Mambingo bore gento kia mana. Waka abantu basoke kukuligia. Akaiseka kuna gasichana kamekuwa mbunge hapa Bomet kanaitwa Toto. Labda kuna kijana alimpita akasema wewe siwezi kuku. Wewe ni useless. Labda kuna ka boyfriend huko kalimkataa university. Sasa ni mtu mkubwa anapanda mandege. Mpaka uisho yesa kalega kuna kuimulinga yake kike na kolete. Kama kuna accident ili happen hiyo kijana, I'm telling you. That's the worst accident, I'm telling you. Hata siku hizi tumekuwa tukipiga kampeni hapa, tulisema machaguneke beya. Nga Simba netaya machaguningi. Wano na ile pressure ramp. Shibishi Omoshe wano ndio minister nominated for education. Anaenda kusimamia wale watu ambao wako na P.A.G madiki. Na wote walisema ireneke beya. Wana wero mtoma nene. Saa zingine kuna vitu zingine ukishindwa ambia Mungu asa. Kwa hao ujui yako inatoka wapi? Ujui yako inaenda wapi? I'm telling you the truth. Mungu akaangalia kutoka mbinguni, akaona leo amedharauliwa. Mwanaume ambaye amemuoa anamuacha kwa nyumba anaenda madam. Umosati utata. Ako nyomete rightfully 7 years. But anakuacha anaenda kufanya kazi kwa sababu ya mwanamke mwingine. Na wewe uko hapa. Labda walikuwa wanashikana hivi wanakosa.
Eri chale Nyamataro lira baba. Nyasaye akarora kuruguru. Vile Lea amedharauliwa na akafungua tumbo yake. Wacha Mungu afungue biashara yako. Wacha Mungu chochote kile kimedharauliwa kwa maisha yako. Na bana waliona kuna watu wamesaliwa wako na watoto wakati wa sherehe wanaambiwa inukaenda siku. Nenda nje nyinyi. Ngora wale. Mami na wako cha kutumira chikati haki. Tianko ekadi yeyo so mwana ulio wacha gonchakira. When your paths cross, when our paths cross with someone, treat them well. Value them. When you value people, it is easy to add value to them. When you value people, it's easy to add value. Kama umeona sijafaa vizuri, nisaidie nifanye vizuri. Kama unaona sifanyi vizuri, nisaidie nifanye vizuri. Siku moja utasimama. That's why teachers are blessed. Teachers in the house. Najua time imeisha. Wale walimu wako hapa, mliletea watoto ambao wanacheka mkawaruhusu wako sakana. Mliletea watoto hawajui kitu, leo wametoka wakiwa kitu. Ndio maana pesa yenu kidogo inafanya nini? Inabarikiwa. Because you added value. Whatever is appreciated, appreciate. Whatever is appreciated, appreciate. Kile kitu kimesifiwa, sifu nawe. Tiao tena kio mondolira hata begetie suit. Suit kiekiro cha echimutumba begete. Ayatewa mbya begete. Ebu chalielie kutolenya membe ayetigango kani ine chinja kumukuli. Ayatewa mbya mona buchalie tiena kwa. Appreciate what is appreciated. Hallelujah. Tusimame juu. Kuna katika kitabu cha Exodus 32 verse 11 Biblia inasema Musa akalilia watoto wa Israeli sana. Wakati Mungu alitaka kuharibu, alienda katikati ya Mungu na wana wa Israeli akamwambia huwezi fanya hivi. Sikia vile Mungu anasema, and Moses cried for the children of Israel. He begged God to let them be. Akamwambia wewe Mungu, wakisikia umewaua na umewatoa Misri, watakusema namna gani? Mungu anatafuta sio wa kudharau, bali wa kuweka magoti chini na kuombea huyo ambaye ako chini. Mungu anataka ukue kama Musa, wa kulilia wengine, wa kutafutia wengine, wa kuangukia, wa kulilia. Kuna story ninakumbuka wa mama fulani alikuwa analia. Usiku anaomba analia. Kauliza mbona mama unalia na tuko na kila kitu? Hiyo mko vina cause majirani wangu wako na shida. Wewe ulililia nani wa mwisho? Wewe ulililia nani wa mwisho? Ama wewe ni ule wa kulilia shida zako? Nyasaye nkonya bana. It's okay. But ulililia wengine siku gani? Good people are like candles. Good people, they are like candles. Abantaba ya higo babweka ineme suma. Higo bakoya bago iteka lakini baletero bando borabu. Okoya kogo iteka elinda bande barabe obarabira abantu bande. Good people are like candles. They burn for others to light, for others to receive light, to be bright. Praise God. You plant a tree that you will never eat the fruits or even shade. But watu wangapi walipanda miti ambao wengine wanaenjoy sana? God wants you to enjoy what you have planted. But others will enjoy it more. Amen. Wewe ulifunzwa na so and so, na wewe umefunzwa na mwingine. Na watu wanakuwa watu wa maana. May you burn for others. Usifurahi juu yangu, adui yangu. Niangukapo mimi, nitasimama tena. Someone knows that song? Nitasimama tena. Kwani kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Kwani kwa maombi yako mimi nitasimama.
ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa. Ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa. Tuimbe tena. Ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa. Let's sing. Tuende tena. Ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa. Ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa. Baba, katika jina la Yesu, umenena nasi asubuhi ya leo kwa njia iliyokuu. Bwana, tunasema ni asante kwa sababu ya mtumishi wako ambaye umemtumia kama chombo. Asante Bwana kwa sababu neno lako limedirisha kwamba wewe ndio unainua wale wanaonyenyekea. Kwa wakati wako ulio sahihi unainua hata wale wako mafumbini. Bwana, tunashukuru kwa sababu ni ahadi zako ambazo hazikosi kutimilika. Naomba kwamba neno lako ambao tumelipokea zote wale tumelisikia, Mungu, tunaomba kwamba liwe mbegu iliyo hai ambayo itakuwa iweze kuzaa matunda yanayodumu. Asante kwa sababu ya kila mmoja wetu. Tunakupa sifa na utukufu kwa sababu unastahili. Hakuna Mungu aliye mkuu kama wewe. Sifa zote ni kwako Baba wetu. Asante kwa sababu wa wakati unaostahili umenena nasi. Na wale wote wamelisikiza, Bwana, naomba kwamba litaleta mabadiliko sawa sawa na vile neno lako limesema. Asante kwa sababu wewe ni Mungu unaotoa aibu wa watu wako. Wale wanachizi kwamba medharauriwa, Mungu wainue ili shetani aweze kuaibishwa katika jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Amen. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Bwana asifiwe. Amen. Ni wakati mwingine wa kipekee tunaweza kutawanyika tuende katika madarasa yetu
ya Sunday school hadi saa 4. Kwa hivyo kengele ya Sunday school inaposikika kwamba muda wa Sunday school umeisha, tuwe watiifu na kurejea kanisani katika ibada yetu ya main service. Mbarikiwe tunapoenda katika ibada zetu, madarasa yetu ya Sunday school. Mungu awabariki. Amen.